William Saliba inabidi afanyiwe surgery ya mgongo, maumivu ya mgongo ambayo amekuwa anapambana nayo almost sasa hivi miezi kadhaa, lakini game ya juzi ilitosha kuambia watu kwamba na dunia kwamba I can't take it no more. Saliba alishindwa kuendelea na mchezo zidi ya Spain ambao maumivu ya mgongo yalikuwa yanamkabili, yalishindwa kumruhusu aendelee kucheza. Na tunavyoongea sasa hivi guys, as mashabiki wa Arsenal duniani tujiandae kumkosa Saliba ndani ya miezi 4 mpaka 5. Tunavyoongea sasa hivi ni kwamba Saliba atafanyiwa surgery ambayo itamweka nje ya uwanja mpaka mwakani. Can you imagine that? Timu yako inamkosa mchezaji muhimu kwa miezi zaidi ya 5, almost mwaka mzima unaisha au bila kumuona Saliba. Inawezekana tukamwona mwezi wa kwanza au mwezi wa pili, na kama mnavyoelewa sometimes mchezaji anapofanywa surgery kuna kuga na back step. Anaweza akafanywa surgery lakini baada ya kufanywa surgery katikati kurecover akashindwa kurecover kwa muda ambao umewekwa approximate, na ndio maana naamini kabisa kwamba inawezekana Saliba tukamkosa almost hata miezi 6. Hii ni pengo kwa mashabiki wa Arsenal na timu ya Arsenal kwa ujumla. Saliba ni mchezaji ambaye amekuwa ni mchezaji bora sana kwa timu ya Arsenal guys. Nyinyi ni mashahidi wa hili ambalo naliongea. Ni mchezaji muhimu kwetu na amekuwa ni mchezaji ambaye kwa Arsenal tumekuwa tuna relay health na safe tukiwa naye nyuma as a Gabriel. Gabriel bila Saliba amekuwa sio Gabriel huyu ambaye tunamuona. Amekuwa kuna errors nyingi zinatokea bila Saliba pembeni yake. Saliba amekuwa anafanya calms, defense yetu inakuwa calms. Defense yetu ina relax. Na hata Gabriel anapocheza na Saliba amekuwa anakuwa bora sana. Siwezi kunullify ubora wa Gabriel Magalhaes, lakini pia siwezi kumongelea Gabriel kwa hizi sifa ambazo nampa Gabriel bila kumweka Saliba pembeni. Saliba amekuwa anafanya defense na kuwa very calm guys. As you know, Arsenal tumekuwa na wachezaji wengi sana ambao ni injury prone kwa nyuma as a defensive line yetu. Na ndio maana hapa namuelewa kwa nini Mikel Arteta aliamua kwenda na kusajili defense wengi sana. Unapomwingia Calafiori ni mchezaji amekuwa na injury prone guys, we know. Unamwongelea Ben White same na amekuwa anapata majeraha sana. Unapomwongelea Timber ndio mchezaji ambaye huwezi kumpa game 15 bila kuumia. So nini kinatokea sasa hivi? Mosquera anaweza kucheza na Gabriel Magalhaes as a partner, lakini tumeona jinsi gani Mosquera amekuwa na makosa madogo sana ambayo tuwezi kumjudge. He is 21, bado ni mdogo sana ambaye bado anajifunza kwa Gabriel Magalhaes pamoja na Saliba. Kwa makosa madogo haya tunamuona bado atayafanya. Tulimuona alitupa game nzuri sana dhidi ya PSG. Japo kuna makosa alifanya, lakini dakika zile ambazo alicheza dakika 70 na zitosha kumuonyesha kwamba mdogo ni young prosperity talent and future kwa Arsenal. Anajua kukaba vizuri, anajua kucheza na mabeki kwenye speed kama Kivechari, aliweza kumdhibiti Kivechari. Why not tusimwamini? Lakini tunafahamu kabisa kwamba makosa atakuwa nayo tu. He still learning, bado anajifunza kila siku, kila stage. Nafikiri Arsenal, kitu sahihi ambacho Arsenal inabidi kifanya as a team ni lazima kwenda kutafuta beki mwingine ambaye anaweza kaja kuongeza katika eneo la ulinzi, kwa sababu ukisema kwamba ondoke na Mosquera peke yake, what if akaumia Timber tena, akaumia na Calafiori, ina maana unafanya defensive line yako inazidi kuwa finyu zaidi. Na kama ambavyo unajua sasa hivi Lewis Skelly Arteta ameamua kumchezesha as a defensive midfielder. Sijui mipango yake inayokuja msimu huu itakuwaje, kama atamrudisha as a beki au ataendelea kustick naye kama defensive midfielder. Tumeona anavyocheza vizuri zaidi defensive midfielder. Sio mipango ya Arteta itakuwa ni nini, lakini naamini kabisa itakavyokuwa vyote vile lazima Arsenal tuingie kutafuta beki mwingine. Konsa amekuwa katika ladder ya Arsenal pamoja na this lately John Stone amekuwa pia anaongelewa sana kujiunga na Arsenal. Guys, you know John Stone ni injury prone akiwa Manchester City. Sitaki hata kubeti kama naweza nikabeti game 5 John Stone bila kufumia. Kwa hiyo sioni kama eti itakuwa ni move sahihi kwa Arsenal kwenda kumfuata John Stone kwa ajili ya kuja kumreplace William Saliba sasa hivi akiwa injured. No. Yeah, of course a class player, mchezaji mzuri, experience one, lakini majeraha yake yamekuwa hayaponi, yamekuwa hayana mwisho. Kwa hiyo nafikiri Konsa inaweza ikawa ni backup plan nzuri kwa Arsenal, lakini ni lazima pia waandae kibunda kizuri sana. Sidhani kama Aston Villa wanaanza kumwachia Konsa kwa chini ya 90 au 80, kwa sababu ndio hela ambazo sasa hivi zimekuwa zinatolewa guys. Hizi hela zimekuwa sasa hivi market is fucked up. I've been saying, nimekuwa nasema kwamba soko limeharibiwa sasa hivi. Bila hela ya kutosha mzee huwezi kupata mchezaji mzuri. Na Konsa na maana lazima uandae 90. Tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya ku-strengthen eneo la offensive attacking area, lakini guys lazima turudi tena nyuma, turudi kwenye basic, kwenye misingi zaidi ya kwamba ushibeki nzuri na kupa ubingwa. Kwa hiyo lazima tutakuwa beki. Tulifanya kazi nzuri sana beta pamoja na Mikel Arteta kuhakikisha kwamba dili ya Nketiah
inakuwa closed. Kiukweli kabisa leo tunaona umuhimu wao. Kama Kapi angekuwa anaondoka leo hii, nini kingetokea? I don't know, you don't know, we don't know nini kingetokea, kwa sababu kwa sasa hivi baada ya kumpata Nkapia kumpa mkataba wa kudumu, nafikiri kwa Arsenal ifanye hapo, hiyo ndio kete ambayo Arsenal isukuma kete nzuri sana. Kwa hiyo ni lazima Arsenal twende sokoni kwenda kutafuta beki mwingine ambaye anakuja kwa ajili ya kusaidia eneo la defensive. Konsa ni moja ya beki mzuri ambaye anaweza kaja ku replace na ku strengthen eneo la backline, lakini pia kama kuna option zingine Arsenal inabidi ende nazo. Kama tunaweza tukapata beki mwingine sokoni ambaye anaweza akawa chipa kidogo, hili tusije tukajikuta tunatumia hela nyingi sana kwa ajili ya defense, kwa sababu tulikuwa tuna ajili ya kusuka eneo la offensive, eneo la attacking area. Attacking area yetu imekuwa butu sana, na kulingana na ripoti ambazo zilikuwepo awali ilikuwa ni kwamba imetengwa euro milioni 300. Euro milioni 300 hela nzuri sana, ambao tulikuwa tunaamini kabisa kwamba Julian Alvarez, Morgan Rogers pamoja na Bruno Guimaraes ilikuwa inatosha kabisa kumaliza hizo deal 3, lakini kama sasa hivi kimetokea hiki, ni lazima kuangalia namna gani tuna timu Arsenal na uongozi wa Arsenal unaweza kutafuta beki mwingine ambaye anaweza kaja kusaidia ili eneo la defensive line. Guys, majeruhi kwa Arsenal imekuwa ni utamaduni wetu, na hii swala limekuwa linatufailisha mara kadhaa tunapokuwa tunapambania ubingwa. Sasa hivi Rice, Saka pamoja na Saliba wanaweza akawa nje kwa ajili ya muda. Sasa Rice haijawa injury, lakini Rice amekuwa na struggle na maumivu ya mgongo pia kwa muda mrefu sasa hivi. Na maana bila Rice pia ni lazima Guimaraes, deal la Guimaraes liwe done guys. Sielewi mpaka sasa hivi what's going on. Sijui kwa nini mpaka sasa hivi deal la Guimaraes halijawa closed. Nimekuwa najiuliza the same question. What's going on? Mchezaji anaitaka Arsenal, kaweka wazi. Ni kitu gani ambacho kinafanya hii deal inazidi kustall? What's going on? Natamani kujua nini kinachoendelea, kwa sababu naamini kabisa kwamba Morgan Rogers pamoja na Julian Alvarez wanaweza kuja ku strengthen attacking area, lakini ukiongelea midfield area bila Rice, hell no. Lazima uwe na mtu ambaye ni commanding midfielder aina ya Bruno Guimaraes. Na hii hali inayoendelea guys, lazima tuendelee kutoa pesa ya maana. I don't know kama Newcastle wanaweza kumwachia Bruno Guimaraes kwa 75 euro milioni. I don't know that man. Maybe 90. Na kama 90 ni hela nyingi sana for 29 years old. Ni pesa nyingi sana. Kama unaongelea Bruno Guimaraes 90, ina maana unaongelea Julian Alvarez 130 au 120. Kama unaongelea Bruno Guimaraes 120, it means unaongelea Morgan Rogers aidha 100 au 95 au 100 tena, hizo English player. So kama ni mchezaji wa Kiingereza unaelewa kabisa mchezaji wa Kiingereza ananunuaje. Tumeona Anderson Elliott akaenda Manchester City kwa euro milioni 120. Kwa nini usiangalie Morgan Rogers kwa hiyo bei 120? So it's crazy guy. It's so crazy, lakini ninachokitaka kwa uongozi wa Arsenal sasa hivi ni kutuhakikishia mashabiki wa Arsenal kwamba msimu unakuja tutadhiliki. Na kutuhakikishia njia pekee ya kutokudhalilika ni kuhakikisha kwamba soko hili sasa hivi marketing, mnaingia sokoni kutafuta wachezaji ambao wanaweza wakaja kuwa replace wachezaji ambao wameundergo injury au ambao wamekuwa na ishara za injury. Zaidi ya hapo, msimu unakuja kila timu ndogo itakayokutana na Arsenal itakuwa inajua inakutana na bingwa, na itakapokuwa inacheza itakuwa inacheza kibingwa kweli. Inahakikisha kwamba makosa yanayofanya ni madogo, na maana Arsenal ita struggle sana msimu unakuja kupishana na hizo timu ambazo zinacheza low block. Tumeona misimu kadhaa nyuma jinsi gani timu zimekuwa zinacheza low block na sisi zimekuwa zifunguka kabisa game za Arsenal, kwa sababu zinajua Arsenal is the best. Kwa hiyo ina maana kama sasa hivi wanavyoona Arsenal ana majeruhi na nini, Arsenal wana wachezaji wake muhimu, timu nyingi zitakuja kujipima maji. You never know guys. Coventry inaweza kuwa sio game rahisi. What if inatokea kama ya Liverpool msimu uliopita? Liverpool msimu uliopita alipoteza wachezaji wake muhimu, na pia wachezaji wake wengine walikuwa injured. Tuliona wachezaji wengine wakishuka ubora, mwisho wa siku Liverpool huyu akawa timu ya kawaida sana. Siombei hayo katika timu yangu. Naamini kabisa timu yangu ina nafasi ya kwenda kutetea kombe hili. Lakini njia pekee ambayo inaweza kwenda kutetea kombe hili kwa Arsenal ni kwenda ku attack the market. Ni kwenda ku attack sokoni. Kwenda kununua best player sokoni. That's the only way ambayo inaweza kuifanya Arsenal katetea ubingwa wake. Zaidi hapo sina maelezo mengine guys. Labda wewe kama una maelezo mengine, lakini kwa upande wangu mimi sina maelezo mengine zaidi ya haya. Kwamba Arsenal lazima aende sokoni tu. Kutegemea kwamba Rice arudi akiwa na injury hii
ambaye ametuonyesha akatupa bora aliotupa msimu uliopita, siwezi kubeti sana kwa hela zangu zote. Yeah, of course Rice mchezaji bora, yeah, ni Mwingereza, anajituma, ana bidii mzuri, lakini mwili ukikataa umekataa guys. Mwili ukikataa umekataa. Hakuna kitu ambacho unaweza kufanya mwili ukigoma kwenda. So guys, nipe maoni yako chini hapo, lakini please guys, lengo ni kufikisha subscriber 1000. Please guys, I'm begging you. Naomba na kuomba sana, subscribe channel hii, like video hii, pia share video hii kwa mashabiki wengi na watu wengi wapenda mpira, ili waje katika community yetu, ili tuje kujumuika pamoja guys. Support yako ni muhimu sana kwangu ili kuuza channel hii. Love you.